Amen. Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Samueli Irakoze. Leo nataka nizungumzie kitu kimoja ambacho ni muhimu sana kwamba kabla ya kuomba zingatia haya kwanza. Yako mambo ambayo nimekuorodhesha, mambo manne. Namba moja, jiandae kwanza kabla ya kwenda kwenye maombi. Mpendwa, jiandae kiakili. Mawazo yako yakoje unapokwenda kumwomba Mungu? Mawazo gani ulionayo? Ni mawazo gani ulionayo? Jiandae vizuri. Refresh yako mawazo ya kikazi, yako mawazo ya kifamilia, yako mawazo ya kila eneo. Unapotaka kwenda kwenye chumba cha maombi, unajiandaa kwa namna gani? Unajiandaa kwa jinsi gani? Ukisoma kitabu kile cha Mathayo sura ya 15 na ule mstari wa 8, anasema ya kwamba watu hawa waniheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Unapokwenda kwenye chumba chako cha maombi ukiwa na mawazo mengi, hakika nakwambia hutaomba ipasavyo. Utaomba kwa midomo yako, lakini akili yako itakuwa haina ushirikiano na maombi yako. Mimi sijui kwamba wewe unapoomba unaanzaje. Mimi sielewi kwamba unapoanza kwenda kwenye chumba chako cha maombi huwa unajiandaa kivipi. Mimi sielewi. Sijui nazungumza na nani hapa. Sielewi kwamba wewe unajiandaa na nini. Lakini kwa vitu hivyo jiandae. Jambo lingine ni kwamba soma kwanza neno. Soma neno, kwa sababu kitabu kile cha Yeremia sura ya 1 na ule mstari wa 12 nasema kwamba nalitizama neno langu ili kwamba nilitimize. Umeona kitu ambacho Mungu anasema, anaangalia neno ili kwamba alitimize. Na hata siku moja Mungu hawezi kuzungumza kitu au kwa mafunuo bila neno. Hamna. Mungu hawezi akazungumza kitu chochote bila kusimamia neno lake. Mungu anatazama neno lake ili kwamba alitimize. Sijui kama wewe kwenye maombi yako huwa unasoma neno. Sijui kwamba unapokuwa unajiandaa na maombi huwa unatenga muda kwa ajili ya neno. Mimi sielewi. Namba mbili ni kwamba weka vizuri mahitaji yako yaeleweke. Isaya 41 sura ya 21 anasema, leteni hoja zenu zenye nguvu. Mungu anahitaji kuona hoja, mahitaji, maombi ya kina, maombi ya kumwambia Baba, tazama mahali hapa, maombi yaliyopangiliwa vizuri, maombi ambayo yanasimamiwa na neno. Hayo ndiyo maombi Mungu anataka, na ndiyo maombi yanayomgusa Mungu. Anasema njoni tusemezane, eleza mambo yako pate kupewa haki yako. Nikumbushe. Anaposema hivyo anahitaji kuona ukisimama ukimwambia Baba, tazama hoja yangu, tazama naponyenyesika. Namba tatu, anza kusifu na kuabudu. Msifu Mungu, mwambie Bwana katika sifa, mwambie Mungu katika maabudu. Imba nyimbo za wokovu, imba nyimbo za tenzi, imba kwa muda mzuri wa kutosha. Jiandae vizuri, mtumishi wa Bwana. Mwambie Baba, tazama wewe ni mkuu katika sifa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Katika sifa, katika kumwabudu, zama kiroho, zama katika ulimwengu wa roho. Usiombe kwa kulipua. Sifu Mungu kwa muda. Zaburi inaniambia kwamba msifuni Bwana kwa kuwa ni mwema, maana fadhili zake ni za milele. Ukimsifu, ukimwabudu, Mungu ameketi katika vitu hivyo. Namba 4, anza kuomba. Anza kumwambia Bwana, anza kumwambia Mungu asante. Mshukuru kwanza, mtukuze. Baada ya kumtukuza, anza kumwambia Mungu mahitaji yako. Anza kumweleza, anza kumwambia kwa muda mrefu, maana imeandikwa kwamba nanyi hamkuomba hata saa moja. Acha kulipua maombi ya dakika 2, acha kulipua maombi ya dakika 5. Kiwango ambacho ni cha kibiblia kabisa cha maombi ni saa. Zingatia hiyo mtumishi wa Mungu. Usiombe maombi ya dakika 2, usiombe maombi ya dakika 10, usiombe maombi ya muda mfupi sana. Mwambie Mungu kwa muda fulani, mwambie Mungu kwa shida yako, mwambie Mungu kwa muda wa mzuri, ili Mungu aseme na wewe, Mungu azungumze na wewe. Asante sana kwa kunifuatilia. Mungu akubariki sana. Na kama hujai subscribe, basi subscribe ili tuwe familia moja, tuwe wamoja. Naitwa Samueli Irakoze. 0767177071. Nitafute wani, tutawasiliana. Subscribe, comment. Mungu akubariki. Amen.